Okay, hello guys, habari za wakati huu, na natumai kwamba mko poa na mnaendelea vyema. Okay, kwa majina yangu ni Mr. Ayubu. Okay, tumejifunza vitu vingi sana sasa kwenye technical analysis. Tumejifunza baadhi ya strategy ambazo tunaweza tukazitumia kuingia nazo sokoni. So what if kwamba nikisema kwamba hizo strategy ambazo umejifunza na skills zote ambazo umejifunza mpaka kufikia sasa hivi haziwezi zikafanya kazi. Haziwezi kufanya kazi au haziwezi kukufanya wewe kuweza kuwa profitable trader au successful trader pasipo kumaster kitu ambacho kinaitwa trading psychology. So trading psychology ni nini? Trading psychology tunasema ni ile namna ambayo hisia, emotions na feelings zinapokuwa zinaathiri maamuzi yako unapokuwa unafanya trading au unapokuwa unataka base ku place order ya trading. So zile hisia na emotions ambazo zinakuwa zinaathiri yale maamuzi yako au your trading decisions tunaita ni trading psychology. Sasa hichi ni kitu cha msingi sana ambacho inatakiwa ukifahamu. Inatakiwa ukifahamu. So unaweza kuwa unajua strategy na skills mbalimbali za fundamental na technical hivyo, lakini bado isitoshe yako kufanya kuweza kufanikiwa kwenye hii game ya hii financial market. Hapa naongelea wale wanao trade forex na crypto upande wa future. So you have to master your trading psychology. You have to control your emotions, hisia zako unapokuwa unafanya hii biashara. Ukishindwa kufanya hivyo, huwezi ukafanikiwa kamwe kwenye hii biashara ya either forex au future. Kwenye kipengele cha crypto huwezi ukafanikiwa. Na hichi ndio kitu ambacho kinawatofautisha traders waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa. Trader wengi waliofanikiwa kwenye hizi financial markets wamemaster trading psychology yao, na traders wengi ambao wameshindwa au wamefeli kwenye hii game, wengi ni wale ambao hawajamaster trading psychology yao. So kama nilivyosema kwamba kujua strategies mbalimbali, skills mbalimbali, kama hujui namna gani ambavyo unaweza ukamaster au ukacontrol emotion zako pindi ambapo unakuwa unafanya trading, we ni nothing. Yani ni sana hamna kitu. Yani ukiruhusu hisia zikutawale unapokuwa unafanya trading, hata kama una hizo skills ambazo nimeziongelea au nimeshatoka kuzifundisha tayari umeshazimaster, itakuwa ni sawa sana hakuna kitu. Manake wewe still utaendelea kublow na kuchoma akaunti yako. Sasa ni namna gani ambavyo hizi emotions na feelings ambazo zinaathiri maamuzi yako unapokuwa unafanya hii biashara. So watu wengi ya sasa retail trader ndio kitu ambacho kinatuathiri sana. Wafanya biashara wadogo, wafanya biashara ambao tunatumia mitaji yetu kwenye kufanya hii biashara, ndio kitu ambacho kinatuathiri sana. Na hawa big players hapa naongelea banks na big institutions, wanatumia hii hapa kama weakness yetu, hii kama weakness yetu ya kuchukulia pesa kutoka kwetu. So kuna baadhi ya vitu ambavyo wenyewe wanavitengeneza sokoni wakijua kwamba sisi mara nyingi retail trader tunaongozwa sana na hisia. So kwa kuwa hicho kitu wameshakifahamu, so wanakuwa sometimes wanachezea soko kidogo kwa sababu sisi tumejua na my emotions, feelings na vitu kama hivyo. Tunajaa kwenye mfumo na wanachukua pesa kutoka kwetu. So vitu ambavyo kuna points hapa za msingi ambazo natakiwa uzifahamu, na ndio vitu ambavyo vinatofautisha watu wengi sana. So wewe utajua utangamua huko kwenye upande upi.
ni emotions ipi au feelings ipi ambayo wewe inakuathiri sana sana kwenye trade zako unapokuwa unafanya maamuzi kwenye trade zako. Ni vitu gani ambavyo vinakuathiri sometimes vinasababisha upoteze pesa ni vitu gani? Na kama nilivyosema kwamba trading psychology ndio inaotutenganisha sisi inatenganisha watu waliofanikiwa kwenye trade na wale ambao hawajafanikiwa. Sasa kuna hichi hapa kitu anasema emotions that hinder your trading success. Yani hizi ni zile feelings au hisia ambazo zinazuia mafanikio kwenye trading. Kitu cha kwanza tunasema ni fear. Fear ni uoga. Sasa hapa kwenye uoga kuna kama aina 3 za uoga ambazo kama aina 4 za uoga ambazo zinatuathiri sana sana tunapokuwa tunafanya maamuzi yetu kwenye trading. Sasa fear tunasema ni distressing emotions that is triggered by feeling of an impending danger which may be real or imagined. When a trader is overcome with fear, he tends to act on survival instinct without reasoning, and the response is to stay away from the cause of danger, which is in this case the situation in the market. Okay, sasa kitu ambacho anajaribu kukiongelea hapa ni kitu kimoja, kama nilivyosema kwamba fear ni moja ya kitu ambacho ni emotions ambazo inahinda our trading success. Kwenye kipengele kipi? Uoga maana yake hapa maybe labda ume place trade ya kwanza ukapoteza pesa labda una strategy fulani ambayo unaitumia maybe ukapoteza pesa. So ukishapoteza pesa mara ya kwanza, kitu ambacho kinaingia ndani yako ni uoga na kuamini kwamba ile patterns ambayo maybe unaitumia haifanyi kazi. Si unaelewa? Haifanyi kazi. Lakini baada ya kupoteza, ukishapoteza maana yake hata ile patterns ya vile vile ikijirudia maana yake huwezi kuingiza trade yako, kwa sababu patterns mara ya kwanza baada ya kuweka trade kwa kutumia ile patterns ambayo itokea sokoni baada ya kupoteza pesa, ikitokea ile patterns maana yake huwezi kuingiza oda yako, kwa sababu ile patterns ilikupotezea nini? Ilikupotezea pesa. So hapo unakuwa umeingiwa na nini? Na uoga, na unakuwa unaogopa kutenda kufanyaje? Kupoteza pesa yako kwa mara nyingine. Lakini kitu kingine ambacho ni cha nani hapo kwenye uoga ni kwamba mtu labda anaogopa kupoteza pesa, fear of losing. Manake let's say labda stop loss, let's say labda trade iko kama hivi ame execute hapa trade yake, labda baada ya breakout ya hii ilivyorudi sasa hapa baada ya kubreak hapa tuna expect kwamba ikisha break hivi italitest hapa chini itarudi hapa chini. Sasa labda let's say labda aliweka limit nyoda hapa hivi limit nyoda yake aliweka hapa hivi, lakini stop loss kwa kawaida inabidi iwe hapa chini iwe hapa chini, lakini kwa kuwa anaogopa kupoteza pesa nyingi anaamua kupeleka stop loss juu hapa hivi. Sasa ikitokea ile fake force breakout hapa chini inakuja kuchukua stop loss yake, au tunasema ni stop loss hunting. Inachukua stop loss yake, then baadaye soko linaenda kwenye ule uelekeo. Kwa hapa anakuwa amepoteza pesa. Kwa nini? Kwa uoga tu wa kuogopa kwamba anaweza akafanya akapoteza pesa nyingi. Kikawaida stop loss inabidi weke chini ya hii zone hapa, lakini kwa sababu ametawaliwa na emotions au ana fear, anaamua kusogeza stop loss juu ya ile zone ya kawaida ambayo alikuwa anatakiwa aweke stop loss yake, au alikuwa anatakiwa uweke stop loss yako. Kinachotokea nini? Ile stop loss inaweza ikafanyaje? Ikatokea stop loss hunting, labda soko likarudi paka chini pale likachukua stop loss yako, then likaenda juu kwenye ule uelekeo. Sasa
Situation kama hii inakutengenezea uoga nini? Kwa sababu umeingiwa na fear, uoga wa kupoteza, maana yake unajikuta umepunguza stop loss. Ukishapunguza stop loss, na kweli soko lilikuwa linatakiwa lifike kwenye hao maeneo fulani hivi, kwa sababu stop loss yako umeweka imekuwa ndogo, linachukua stop loss yako, mzigo unatembea kwenye ule ule uelekeo mlikuwa nadhania soko litaenda, huku wewe ukiwa umepoteza pesa yako. So unaweza kuona namna gani ambavyo hisia zinaathiri maamuzi yetu pale ambapo tutakuwa tunafanya tuna press order zetu, tuna press nani order za trading kinyume na vile ambavyo ilikuwa inatakiwa. Stop loss ilikuwa inatakiwa weke chini au iwe wider, wewe una nani unaweka tight stop loss. Kwa kinachotokea nini? Unapoteza pesa yako. Lakini kitu kingine ni fear of being wrong, yani uoga wa kufanyaje, wa kukosea. Unataka labda kila trade ambazo unazifanya ziwe perfect. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Sasa hii inaweza kufanya, maana yake ukishapoteza hii ya kwanza, inapelekea hata trade inayofuatia pattern ya hivi ikitokea, unaogopa kupress order yako kwa sababu unaogopa kufanyaje, kukosea tena kama ulivyokosea mara ya kwanza. Unaona? So inaweza kapelekea ukafanyaje, ukamiss opportunity. Ukamiss opportunity. Lakini baadaye kuna kitu kingine ambacho kinaitwa fear of missing out, kwamba tayari pattern kama ile ambayo uliogopa kuingia mwanzoni imeshatokea na imeshaenda juu, soko limeshaenda juu kabisa mbali. Kwa kuwa unaona okay, soko linaenda sasa linaniacha, unaamua kulidandia juu kwa juu. Sasa ukishaamua kulidandia juu kwa juu kinachotokea nini? Maana yake unajikuta kwamba soko haliwezi tena kuendelea, yani haitakuwa tena, yani maana yake big move tayari ishatokea, wewe umelidandia kwa juu. So kinachotokea nini? At any time soko linaweza likafanya reversal, wakati kwa muda huo unaamini kwamba soko litaendelea kwenda juu. So ikifanya reversal, maana yake unajikuta kwamba umepoteza tena pesa. Unaona? Let's say kama hii patterns hapa, kwa kuwa mara kwanza uliogopa, ikategemea pattern ya hivi, ika confirm mzigo kaenda juu, wewe unajikuta kwa sababu unaogopa hiyo order nani, hiyo order itakuacha, hautatengeneza pesa, unakuja kuongeza order yako hapa ya kubai. Ukishaongeza order yako hapa ya kubai, unakuta soko tu lina move kidogo tu hapa juu mpaka hapa hivi, ndio linafanya reversal. So unajikuta kwa sababu uliogopa kumiss opportunity, unajikuta kwamba umeidandia trade kwa juu. Sasa baada ya kudandia trade kwa juu, yani hivyo umeidandia maeneo ambayo at any time soko litafanya reversal au litageuka, au huo muda huo umelidandia ndio watu wanauza, wewe umeingia kuna kununua. So kinachotokea nini? Soko litarudi na kushuka chini, unajikuta umepoteza tena pesa. So hizo ni feelings na namba ambavyo zinaathiri nini maamuzi yetu tunapokuwa tunafanya trading. Lakini kitu kingine hapa tunasema fear of letting a profit and to lose. Sasa kuna kitu kimoja ambacho hichi ndio kitu ambacho I say kinaathiri traders wengi. Unaweza kukuta kwamba trader wawili wana mtaji sawa na wanaingiza wana mtaji sawa, mtu A na mtu B wanahitaji labda dola 100 wote na wanatumia signal moja, yani signal provider ni mmoja anatumia signal, lakini mwisho wa siku unajikuta huyu mmoja ametengeneza dola 200 lakini mwingine ametengeneza dola 150. Ni kitu gani ambacho kimemfundisha huyu mtu asitengeneze dola 200 kama huyu? Kwa sababu signal wanatumia zote ni sawa, zikiwa zina TP sawa, entry ni sawa. Sasa ni kitu gani ambacho kimemfanya huyu atengeneza dola 200 lakini huyu atengeneza dola 150? Ni kitu kimoja. Watu wengi wamekuwa hasa little trader wamekuwa wanavumilia kwenye upande wa stop loss. Yaani amepress trade lakini trade imeenda kinyume na vile ambavyo alivyo expect. Anavumilia kwenye stop loss inachukuliwa na ile inapotea. Lakini ikiwa kwenye ule uelekeo ambao ndo wa kwake, labda soko liko trade iko kwenye faida, anakosa uvumilivu wa kuvumilia kusubiria TP, zile targets ambazo alikuwa ameziweka ili wachukue faida. Akiona soko anaona kama alielewi linarudi chini, anaamua afunge kabla hata price ile haijafikia kwenye TP zake au target zake ambazo alikuwa ameplani. Soko likifikia kwenye yale maeneo itauza automatic. No, sasa hiki kitu ni hatari sana. Ni hatari sana. Kitapelekea wewe kutokuweza kuendelea kwenye hii biashara ya trading.
Maana yake ukiwa unafanya huo mchezo, kitu ambacho kitakukuta kikubwa, kitu ambacho kitakukuta wewe ni kwamba kwenye principal risk to reward ratio wewe kwanza utakuwa una violate. Maana yake kama kile kiasi ambacho unachokirisk kwenye trade moja kinakuwa ni kikubwa kuliko kile kiasi ambacho unakiingiza kwenye hiyo trade, maana yake wewe unajitengenezea mazingira mabaya ya kutokuwa inconsistency kwenye kutengeneza nini, inconsistency kwenye ku make profit. Maana yake let's say labda una mtaji wa dola 100 umerisk kwenye trade fulani, then hiyo trade una expect labda kupata dola 200, lakini wewe kwa sababu huna uvumilivu wa kuvumilia mpaka hiyo TP ifikiwe, wewe unaamua kufunga. Imefika tu kwenye mtaji wa dola 100 au kwenye profit ya dola 50, wewe unafunga. Kilitokea nini? Maana yake kama umekea dola 100 TP haijafikiwa, TP ya dola 200 imefikia TP ya dola 50 umefunga, maana yake utakuwa na faida ya dola 150. Kilitokea nini? Maana yake trade mbili ambazo utakuwa umewin utatengeneza dola 200, utakuwa na dola 100. Lakini ukiruzi trade mbili ambazo risk yake ni dola 100, maana yake utapoteza kiasi chote cha pesa ulichonacho. So hiyo ndio namba ambavyo emotions zinaweza zikaathiri utendaji, namba ambavyo wewe unafanya maamuzi kwenye biashara hii. So nahisi hapo utakuwa umenielewa kwenye hicho kipengele cha fear of letting to profit. Fear of letting a profit and loss. Kwa unaacha unafunga kabla hujafikiwa target hivyo. Kwa hiyo ni emotions, hizo ni hisia. So inabidi kama mchezo unao inabidi uache mara moja. Lakini kitu kingine ambacho ni hatari sana, kuna kitu kinaitwa greed. Greed ni tamaa. Sasa kila trade ambayo unatakiwa unapokuwa una place trade yoyote ile, as a trader lazima uplani kiwango cha faida ambacho utakuwa unakitumia. Kiwango cha faida ambacho utakuwa umekitarget kwenye hiyo trade. Au kwenye kila trade kwamba bana mimi trade yoyote ile ambayo utakuwa naingiza labda itakuwa target yangu ni 1:2. Maana yake kile kiasi ambacho nakiriski kiwe kile kiasi ambacho nakiriski faida yake hiyo ni mara 2. Sasa unapoingiliwa na tamaa labda unataka upate faida kubwa kinyume na vile labda ambavyo ulikuwa umepanga, au trade hiyo au pattern hiyo inasema kwamba let's say labda kuna watu wengine wana force. Nishakwambia kwamba kimfano labda ikiwa inatengeneza hivi high low, so ukichukulia trade hapa, first TP yako ya kwanza inabidi iwe hapa, then hivi soko yani hapa kuna watu wanaweza wasinielewe. Your first TP yako inabidi iwe hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu soko bana linaweza likafanya kitu kimoja hivi ambacho ni cha ajabu. Maybe labda kwenye hii sehemu ndio ilikuwa labda sehemu ambayo ilikuwa ni tunasema ni swing point au turning point. So labda maybe labda soko linatajwa tena kurudi tena kwenye ile eneo tena likigusa kwa ajili ya confirm labda reversal ili itengeneze labda top up. Kuna hii pattern inaitwa double top. Itengeneze labda double top then ivunje iendelee kwenda chini. Hii ni pattern ya reversal. Unaona? Sasa mara nyingi naoga na shauri kwamba hebu chukua TP yako hapa, maana yake ujue kwamba mguu sawa, soko ni hapo trend na tunatarajia kwanza huu mguu kwa sababu ni hapo trend, maana yake tuna expect ya kwamba soko lazima litapanda zaidi ya huu mguu wa kwanza ili litengeneze new high. Lakini as a trader lazima uplan. Okay, labda mimi sitaki matatizo, sitaki mambo mengi. Mimi nataka tu labda TP yangu tu mimi labda iwe hapa hivi. Unaona? So kila trade ambayo itakuwa labda ni hapo trend, your TP lazima uiweke. Yaani lazima iwe ndio plan yako kwamba bana mimi TP yangu itakuwa naichukulia. Sasa unapoingia na tamaa labda kupata faida zaidi ya hiyo ya namna ambavyo patterns au soko linavyosema, maana yake unajitengenezea mazingira
soko lifike kwenye kutokufika kwenye hizo target zako na kurudi chini na kujikuta umeingia kwenye hasara na kuweza kupoteza nini? Pesa. So hiyo inasababishwa na greed. Lakini kitu kingine ni kwenye huo upande, maana yake unajua kwamba kwenye maeneo ya kuchukulia faida kama una trade labda ni trend, maana yake ni maeneo ambayo ni ya resistance, maeneo ambayo ni ya resistance, kwa sababu maeneo ya resistance ni watu wanauza pale, wanachukua faida zao. Sasa wewe unapokuwa unataka kuchukua faida, umeona sasa tayari kuna eneo la resistance, lakini wewe unasema hapana, nataka nichukulie labda juu yake, eneo ambalo sio resistance kabisa. Kwa hiyo unajikuta kwamba una trade kwa hisia na ufuati vile ambavyo soko linavyosema. Lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi kwenye greed, maana yake hapa naongelea kwenye forex kuna kitu ambacho kinaitwa lot size, lakini kwenye future kuna kitu ambacho kinaitwa leverage. Unapo plan au kwenye plan yako ya trading kwenye future na forex, ni lazima lot size uplan lot size yako, na kwenye crypto plan leverage yako. Leverage yako make sure inakuwa ni fixed. Kwenye leverage huku nishaelezea kwenye upande wa future kwamba kadri unavyozidi kuongeza leverage, maana yake unajiweka kuwa hatarini kuweza kupoteza pesa yako ya haraka. Lakini hivyo hivyo unapoongeza leverage, maana yake unajitengenezea mazingira ya kuweza kutengeneza kiasi kikubwa cha pesa. Sasa greed inavyokuwa ni kwamba mtu anasema okay, plan yake labda ni kuweka 10 leverage, lakini mawazo mengine yanamwijia au emotions zingine zinamwijia kwamba wanaotengeneza labda dola 100 wanatengenezaje, wanaotengeneza dola 100 kwa dola 10 wanatengenezaje, wanatengeneza labda dola 1000 kwa dola 10 wanatengenezaje. Kwa anajikuta kwamba ameenda kinyume na namba ambavyo huwa ana plan trade zake, huwa labda leverage yake labda ni ya 10, yani kwa leverage ya 100. Hiyo ni greed. Kwa hiyo unajikuta kwamba umepoteza pesa yako kwa kufuata nini? Hisia, na sio namna vile ambavyo labda ulivyokuwa umeplan. Unaona? Kwa hiyo unajikuta unapoteza pesa yako. Unaona? So hii ni emotion nyingine ambayo ni very very dangerous. Inabidi overcome greed kwa kuplani. Sana sana uplan target zako, lakini pia target zinakuwa plani kutokana na namna ambavyo pattern inasema, kwa sababu unapokuwa unafanya analysis lazima ujue ni maeneo gani ya kuchukulia faida, ni maeneo gani ya kuweka stop loss. Unaona? Kwenye target hizo, maana yake ni wewe mwenyewe, ni namna ambavyo pattern inavyosema na namna ambavyo unachukulia faida kwenye hizo patterns. Huwa tunachukulia faida kwenye hizo patterns. Lakini kwenye upande wa leverage, maana yake ni wewe mwenyewe kuamua kwamba risk tolerance yako ikoje na leverage yako unataka labda iweje, ili isikuweke wewe kwenye mazingira ya hatarishi ya kuweza kupoteza kile ulichonacho. So kwa mimi ninavyoshauri, leverage yako inabidi iwe moderate sana, na leverage ya kawaida ni kuanzia 2 mpaka 5. 1 mpaka 5. Au ni kwa wale beginner, lakini kwa wale ambao ni advanced isizidi 10 kwa intermediate. Lakini kwa wale ambao ni advanced hivyo nenda mpaka 20. Yaani inabidi utengeneze mpango fulani hivi ambao ni very 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 discipline. Usipokuwa na discipline kwenye masoko, kitakulamba. Kitafanyaje? Kitakulamba. So naweza nikatoa scenario moja hivi ambao imesha kunikuta kwenye issue za tamaa, na hii scenario siwezi nikaja nikaisahau maishani mwangu mote. Mimi kabla ya mimi ni forex ni trader na trade forex na crypto. So kuna kipindi fulani hivi nilikuwa na hii hali isha kunikuta, nilikuwa na mwanangu mmoja hivi ambaye tuko naye kwenye ile group. Yeye ni mentor, na yeye anaitwa Mentor Gideon. Tulikuwa naye tuko tu mazingira fulani hivi ya maskani tulipokuwa tunaishi. Nakumbuka nilikuwa tu nimechili, nisha trade labda nishatengeneza hela yangu tu ya kutosha hiyo siku. Na hiyo siku kuna news. Wale wazee wa news wanajua kuna NFP sima ni nini. Sikuwa tu ilikuwa siku fulani hivi ambao jioni mida saa 9 kwa kuna production za news. So nilikuwa nimeplan nini kwamba bana mimi leo start trade kwenye news. Hidi zangu zote nilizifunga kabla ya news, nikawa nimeenda kulala. Lakini baada ya kulala, yani hivyo nilikuwa sipati usingizi, lakini mawazo yanakuja kichwani yanasema kwamba yani huu ndio muda ambao unaweza kutengeneza pesa nyingi, kwa sababu news
Ukiotia news ikaenda kwenye ule uelekeo ambao unaamini soko litaenda, manake utapiga kiasi kubwa cha pesa. So hebu amka, nenda ka trade. Hizo ni hisia zinanijia kitu, lakini plan ilikuwa mimi sio kuweza ku trade kwenye hicho kipindi cha news. Nilikuwa nimesema bana mimi sita trade, lakini hisia zikanisukuma mimi nikaamka, nikaingia kwenye PC kwanza ku trade. So kitu ambacho kilinikuta siwezi kusahau. Ni kipindi ambacho tulikuwa najitahidi kubuild mtaji, na nilikuwa nimetengeneza kama dola 100 kama na 20. Unaona? Lakini nilikuta nimepoteza zaidi ya dola 60 ndani ya nusu saa. Kwa kufuata nini? Kwa kufuata emotion na kuamini kwamba naweza nikatengeneza kiasi kubwa cha pesa. Kwanza niliongeza hadi lot size. Kwa wale wa forex wanajua kwamba ukiongeza lot size maana yake hivyo unajitengenezea mazingira kuweza kutengeneza kiasi kubwa cha pesa kama trade ikienda kwenye your favor, lakini pia unajitengenezea mazingira ya kutengeneza kiasi kidogo cha mazingira kupoteza pesa nyingi kama soko likienda kinyume na ule uelekeo ambao unadhani litaenda. Kwa nikajikuta nimepoteza zaidi ya dola 60 ndani ya trade moja. So ni moment ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu ya trading, kwa sababu ni kipindi ambacho nilikuwa na struggle kutengeneza strategy, lakini pia nilikuwa na struggle kutengeneza mtaji. Lakini ghafla kwa mambo ya tamaa nikajikuta nimepoteza dola 60 ambao nilirudisha nyuma kwa kiasi kubwa na ilinivunja moyo sana. Nikajikuta hadi naanza upya, hadi na kile kiasi ambacho nilikuwa nimekitengeneza kikapotea, kwa sababu psychology yangu ilikuwa disturbed. Kwa hiyo nilikuwa nahangaika kuweza kufanya comeback au revenge ya kulipiza ili niweze kutengeneza kiasi kikubwa cha cha pesa. Na soko halina huruma. Ukifanya revenge bila kujua ni factors zipi ambazo zina drive soko, wewe unaongeza trade, maana yake kinachokukuta ni lazima blow account. Na kilicho nikuta. So inabidi ucontrol greed au tamaa. Namna control greed au tamaa ni kutengeneza mikakati mizuri ya trade zako. TP sana TP na leverage zako. TP na leverage zako. Sasa leverage iwe ni iwe fixed. Haijalishi hiyo setup ni nzuri kiasi gani. Hiyo setup yani hivyo unaiaminia kiasi gani. Unaiamini labda itatoa pesa kiasi gani. Lakini stop loss yako TP yako inabidi iwe fixed. Lakini hivyo kwa wazee wa lot size wa forex hivyo inabidi lot size yako iwe fixed. Hiyo ndo namna ambavyo unaweza overcome greed, emotion ya greed. Lakini kitu kingine hapo nasema ni hope ni matumaini. Hope ni matumaini. Sasa hope ni feelings, ni hisia ya kutegemea kitu fulani. Au anasema and desire for specific things to happen. Yani unakuwa na yale matamanio kwamba kitu fulani kinaweza kikafanyaje kikatokea. While fear is the most common emotions among the trader, hope is the most daily emotion trader can have when trading, and there is why. Hope can keep a trader from closing a trade that is not working out. Yani ile kuamini kwamba okay, hivyo kwa unaweza kujikuta umefanyaje close au umefunga trade ambayo labda haifanyi kazi, au unaona kabisa hai work out, au unaona kabisa okay, hii inaweza ikaenda wapi, ikaenda kinyume na vile ambavyo niliamini itaenda. Naona it hopes that can make a trader not to use a stop loss. Lakini pia ni hivyo ni kuamini ambao unaweza kufanya ni tumaini ile unaweza kumfanya mtu afanye asiweke stop loss. Unaamini kwamba unakuwa na expectation au matarajio kwamba yani hii haiwezi kushuka chini, yani mzigo lazima uende juu. Sasa kinachotokea soko sio baba yako au sio mama yako, na wewe sio control ya soko. So unapokuwa unafanya vitu kwa ajili ya hope au matumaini na vitu kama hivyo, hiyo ni feelings, na hiyo ni sio trade tena. Yani unapokuwa unafanya vitu kwa feelings, yani hiyo sio trade tena. Trade is not feeling. Ni kufanya vitu with reason. Kila kitu ambacho kinatokea sokoni kina sababu.
Sasa ukaona una press trade yoyote ile pasipo kuwa na reason, kwa sababu yani kwa nini soko lishuke au kitu gani ambacho kinapelekea soko lishuke, usipokuwa na sababu, maana yake hapo wewe unaamini tu kwamba mimi soko tu litaenda chini. Hiyo sio trading, hizo ni hisia. Sasa hisia na trading ni vitu viwili tofauti. Ukitrade kwa kufuata hisia, maana yake kinachotokea wewe yani hachukui dakika account yako itakuwa imeungua. So ni hivyo, lakini kitu kingine nasema ni overconfidence. Sasa overconfidence hii ni hali ya mtu kujiamini, na mara nyingi hali watu wanakuwa nayo ni wale ambao wanakuwa wameenda trade nyingi bila kupoteza. Sasa ukienda trade nyingi bila kupoteza, kitu ambacho kinatokea ni kuamini, yani unakuwa na yani maujasiri aliyopitiliza. Maujasiri aliyopitiliza. Anasema having confidence in your trading strategies. Yani kuwa na confidence ni kitu cha msingi sana kwenye trading. Yani kuwa na ujasiri. Kwa sababu kuamini kile ambacho labda unaamini kinafanya kazi sokoni, una strategy yako ambayo unajua ina perform better, ni kitu kizuri kuiamini ile strategy na kuingia sokoni ukiwa na ujasiri kwamba itafanya kazi. Lakini ujasiri uliopitiliza sometimes kwenye trading sio mzuri. Na sasa unatokea pale ambapo mtu anakuwa yuko kwenye mudi ya kupata faida, kama ilivyo greed. Greed mara nyingi inatokea kipindi ambacho mtu ana expect kupata zaidi, au yuko kwenye faida anatamani kupata faida kubwa zaidi. Yani hivyo. So anasema having confidence in your trading strategies and your ability to execute it is good on trading, but overconfidence can be very bad for you. Overconfidence is that feeling of invincibility you get when you are on a winning streak. Hiyo come from wherever come you still start stinging up which can lead to making poor decisions abusing trading. Sasa overconfidence mara nyingi inaweza kupelekea tu mtu kufanya vitu fulani ambavyo sio vya msingi. Sana sana ni kwenye kuongeza labda stop loss. Stop loss yako labda inatakiwa iwe chini ya zone, lakini unajikuta labda una hivyo. Lakini pia sana sana overconfidence, ukishakuwa kwenye winning situations unaweza ukajikuta labda umeweka TP kubwa kuliko vile hiyo strategy upate inavyotaka, labda TP zake zote zinakaa maeneo yapi, unaona. Kwa lakini pia sometimes unaweza kujikuta, maana yake ukishakuwa na consistency kwenye winning trading na ukana hiyo overconfidence, maana unaweza kujikuta kwamba wewe unaamini kwamba mimi kila trade nikiweka imo, kila trade naweka imo. Unaweza kujikuta kwamba kuna mistake tu hapo katikati unaweza kuifanya, kwa sababu kitu ambacho ni cha msingi na cha muhimu, kuweka trade nyingi au kuingiza trade nyingi sokoni sio kufanikiwa kwenye hii tasnia ya financial market. Kufanikiwa kunatokana na namna ambavyo vile unavyoziendea zile trade, mindset yako ikiwa timamu, na kufanya vile ambavyo huwa unafanya siku zote, lakini kwa nidhamu. Unaona, kwa nidhamu. Sasa kuna kitu ambacho kinaweza ikatokea sometimes, mtu akishaenda kwenye trade nyingi anafanya kitu ambacho kinaitwa over trading. Yani trader yani kwa siku anaweka trade 20, trade 10, trade 5. Wewe ni trader wa wapi? Trade 10, 5, 6, 4. Yani yeye kukaa ni anaona trade moja pale kwenye nani yake, kwenye dashboard ile, anaona kama yani hafanyi kazi. Au yani asipoona trade yoyote pale kwenye nani yake, yani anaona kama hafanyi kazi yoyote. Yani yes sio trader. Sio trader. So hivyo kwa overconfidence ni nzuri, lakini ikipitiliza inakuwa sio nzuri. Kwanza kuja kujifanya vitu kwenye trade zingine zinazoendelea huko, kwa sababu unaamini kwamba zitakuwa ni winning, kwa sababu unajiamini sana, unajikuta maamuzi yako hapa katikati kwenye trading yakawa sio mazuri, kwa sababu unajiamini sana. Unaona hivyo, au unajiamini hadi unasema mimi siweke hata stop loss
kwa sababu mzigo huo unatembea tu. Kwa unaona, unajikuta unaweza ukapoteza pesa yako, unaona. Lakini nahisi kwa zile za msingi zile nahisi nitakuwa nimekufundisha. Sitaki iwe ndefu, hii tutorial iwe kubwa, iwe ndefu, maana tushatumia dakika nyingi sana. Kwa zile za msingi hapa naona nimekufundisha fear, uoga, nimekufundisha greed, tamaa, nimekufundisha overconfidence, nimekufundisha inaitwa hope. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa overtrading. Sasa overtrading maana yake ni kutrade zaidi ya vile ambavyo umeplan. Yani una trade, yani kwa siku wewe labda unatakiwa una trade mbili, lakini unajikuta umetrade 10, 5, 6, 7. Hicho sio kitu kizuri. Na overtrading mara nyingi unajikuta kwamba kuna trade nyingi. Yani unakuta umetrade 10 kwa siku, lakini zimewini trade 4, 5. Zimewini trade labda 2. Wakati kama ungefanyia kazi vile vitu ambavyo vinafanya kazi sokoni na ukaviendea kwa namna ambavyo ulivyopanga kwa usahihi na kwa nidhamu, manake zile true trading kati ya hizo 10 ambazo 8 umepoteza ndio labda zilikuwa trading zako, no, ndio ambazo ungewin. Lakini kwa sababu una trade mengi, unajikuta out of trade 10 umepata trade 2 kwa siku. So overtrading sio kitu kizuri, na mara nyingi inasababishwa na emotions. Mtu anaona ni kukaa bila trading, au anaona dashboard yake ina trade 2 au 3, anaona ni kama hafanyi kazi, ni kama hafanyi trading. So you have to plan. Lazima utengeneze plan kwamba bana, mimi kwa siku nitaweka trade moja tu. Basi. Sasa haya mengine haya si impatience, na mambo ya regret na vitu vingine, lack of focus, lack of commitment. Hizo ni emotions ambazo zinaweza kupelekea zikahinda your trade success. So nitakutumia kama documents hizi nne ambazo nimekueleza, hizi 5 tunahisi kwamba organizam msingi sana. Na watu wengi maamuzi yao kwenye trading kwenye upande wa emotions, hivi vitu ndio vimekuwa vinawafirisha. Mambo ya fear, tamaa, hope. Mfano kama sasa hivi tulikuwa tuna hope ya kwamba to buy tu, wale watu wa crypto, to buy tu, bullish itakuja, bullish itakuja, lakini kitu gani ambacho kimetokea? Expectations. Kwa hiyo nimejikuta kwamba wale wote ambao walibuy kwenye spot sasa hivi wako kwenye floating losses za kutosha, na wale watu waliobuy kwenye future wako sasa hivi wamepoteza pesa zao. So expectations, hope kwenye mambo ya trading. Ukishaona tu umeingiza hope na expectation kwenye trading, hiyo sio trading. So ni kitu gani ambacho kitakufanya sasa wewe uweze kumaster your trading psychology? Kwanza lazima uwe identify madhaifu yako. Ujue ni mtu wa namna gani. Ukishajua ni mtu wa namna gani, itakuwa rahisi sana kujua uko kwenye situation gani. Ukiwa kwenye hasara una react vipi? Ukiwa kwenye faida una react vipi? Maana hivi ndio vitu ambavyo vinakuwa vina athiri sana. Yaani ukiwa kwenye faida sana, maana yake utataka kuendelea kupress trade nyingi, kinyume na vile ambavyo walikuwa umepanga. Ukiwa kwenye hasara utaogopa labda kupoteza trading. Utakuwa na confidence ndogo, confidence yako labda itashuka. Unaona? Utaogopa hivyo na vitu vingine. Ukishaogopa, maana yake hata patterns zikitokea zile sahihi, utashindwa kuweka trade zako. Unaona? Ukishafia labda patterns zimetokea, unaona itaniacha, unadandia trade kwa juu. Unadandia muda ambao watu wanatoka sokoni, wewe ndio unaingiza. Unajikuta umepoteza tena pesa. So ukishajijua ni mtu wa namna gani unapokuwa kwenye faida na hasara, maana ndo trading psychology yenyewe hiyo. Mindset yako ina react vipi unapokuwa kwenye faida sana, unapokuwa kwenye hasara. How your mindset inapokuwa. So itakusaidia sana wewe kwenye kupanga trade zako. Kitu cha msingi cha kujua kwamba
financial market sasa forex na crypto ni risky trading. You have to accept loss pale ambapo imebidi ku accept loss. Usifanye revenge. Kuna wale watu wanakuta labda amepata hasara $10, hapo hapo hajafikiria anataka aweke tena order nyingine sokoni. Afanye revenge, alipize, apate hela, yani apate tena hiyo $10 ambayo ameipoteza. Kwa muda huo ana press trade nyingine ya $10. Haiangalia vizuri soko linaenda wapi, anadandia tu soko. Kinachotokea anapigwa na ile dola, anapigwa tena na hela zingine. Anapigwa hadi anachoma account. Bali anaanza kuchukia haya masoko sio nini ana wenyewe na vitu kama hivyo. No. So you have to accept loss. Pale ambapo umepata hasara ni lazima ukubali kwamba nimepata hasara, kwa sababu hii game ni game ya profit and loss. Ukipata hasara kubali, maana ndio sehemu ya mchezo. Usifanye revenge. Ukipata hasara just calm down. Tulia, relax. Kata siku nzima una track vitu gani ambavyo vimekufaidisha kwenye trade. Makosa ambayo yamekufaidisha kwenye trade, umejikuta umelost hiyo trade. Zeni baadaye hata siku moja ikipita akili imechatulia, zeni rudi tena sokoni. Make sure urudie yale makosa ambayo uliyafanya mwanzoni. Si unaelewa? Kwa lazima una nidhamu. So kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia wewe kucontrol au kumaster your trading psychology, hivyo lazima ufahamu namna ambavyo una react ukiwa kwenye faida au hasara. Lakini vitu vingine ambavyo vitakusaidia kuweza ku overcome mambo ya greedy, fear, fear of losing, mambo ya hope, overconfidence. Sasa fear ni greed. Kwanza lazima uplan trade zako zote, lazima uplan your trading kiasi ambacho utakuwa na risk kwenye kila trade. Kiwe ni kiasi ambacho hata kikipotea kwako sio shida. Unaona? Kitu cha pili ni lazima kitu cha kwanza lazima plan kiasi ambacho utakirisk kwenye kila trade. Lakini kitu cha pili lazima uplan your stop loss, your lot size na kwa wale watu wa forex, your lot size, na kwa watu wa crypto hapo kwenye future lazima uplan your leverage yako iwe fixed. Si unaelewa? Lakini kitu kingine uepuka mambo ya overconfidence sana, yani ukisha plan namna gani ambavyo trade zako zitakuwa zinaenda, manake almost unajikuta vitu vyote kwenye nani yako umevipunguza. Yani namna ambavyo uta maintain your discipline kwenye vile vitu ambavyo umevipanga kwenye kila trade ambayo unaingiza. Usiingize trade yoyote ile kama haujaona vitu ambavyo vinakufanya wewe kuingia kwenye hiyo trade. Usiforce kuona vitu ambavyo hauvioni kwenye trade fulani, kwamba unataka tu, yani lengo lako tu ni kutaka kuingia sokoni. Hata kama siku nzima ikipita hujaingiza trade yoyote ile, ni sawa. Ni sawa kwa sababu haujaona vitu ambavyo vinakufanya wewe uplace trade yote sokoni. Hiyo itakuepusha wewe kuepuka zile unnecessary loss, hasara zisizokuwa na faida. Wewe unang'ang'ania soko liko kwenye chopping, unang'ang'ania ku press trade. Soko liko kwenye chopping wiki nzima, wewe unang'ang'ania ku press trade. Hivyo sio namna ambavyo trade anatakiwa awe. Press trade pale ambapo unaona kuna reason ambayo inakufanya uweke trade kutokana na vitu ambavyo umejifunza, ukizingatia na namna ambavyo umeplan your trade. Ni lazima uandike ni vitu vipi ambavyo mimi nikiviona sokoni nitaingia,
nitaweka order yangu vikiwa vinaonekana. Nikiviona hivyo vitu nitaweka order yangu weza kubai au kusell. Na vitu gani nikiviona sokoni sitaweka order yoyote. Ukishabainisha hivyo vitu itakuwa kwako ni rahisi kuepusha hasara zisizokuwa na faida. Lakini pia kiasi ambacho utakuwa una kiriski kwenye kila trade kiwe ni fixed. Lot size yako ni fixed, leverage yako ni fixed. Hiyo itakusaidia kupunguza zile unnecessary loss na emotions, zile noise za nje ambazo sio za msingi, ambazo zinaweza zikaathiri your trading decision. Your trading decisions. No. Kwa lazima kila siku uwe na ukae kwenye malengo na mpango kazi wako ambao wewe utakuwa umejiwekea kwenye kila trading. Okay guys, nataka kufanya video hii iwe ndefu. Natumaini nimeongea vitu vingi sana. Na kama ni msikivu na utakuwa umepata vitu vingi sana ambavyo vitakusaidia wewe kwenye your trading career, hasa kwenye kipengele cha kumaster your trading psychology. Okay guys, uwe na wakati mwema.